Habari, karibu tena ndugu mtazamaji. Ninakukaribisha tena katika kipindi chako hiki pendwa cha Life and Leadership. Utakuwa na mimi mtangazaji wako Sara Mariko. Leo tena ninakukaribisha katika kipindi hiki ambacho tutakuwa na mada nyingine tena tofauti na ile ambayo tulizungumza wakati uliopita. Karibu sana na niendelee kukushukuru kwa wewe ambaye umeendelea kutufuatilia, umeendelea kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, tunakukaribisha sana katika kipindi chetu hiki pendwa cha Life and Leadership ambacho kinarushwa hapa EDTV. Nikukaribishe sana. Leo pia siko peke yangu, niko na wachambuzi wangu hapa ambao nimeendelea kuwa nao katika vipindi mbalimbali. Nakukaribisha tena na napenda niwape nafasi waweze kujitambulisha, kisha tutakuja na mada yetu ya siku ya leo. Karibu sana. Majina yangu naitwa Apostle Alfayo Richard Joshua. Nafurahi kwako tena kwenye kipindi leo. Asante sana. Asante sana Apostle. Tuko na Apostle Alfayo hapa. Tumeendelea kuwa naye katika kipindi chetu hiki na tutaendelea kuwa naye katika mambo mbalimbali kama ambavyo amejitambulisha tangu mwanzo ya kwamba yeye ni mchambuzi wa masuala ya maisha pamoja na uongozi. Napenda pia nipende kumkaribisha mgeni wangu mwingine ambaye ametutembelea tena siku ya leo. Karibu sana mwalimu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu AJS Kagulana. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Nashukuru. Asante sana. Leo niko na wachambuzi wawili hapa kama ilivyo ada na kawaida. Leo tutakuwa na mada nyingine kabisa ambayo inasema washauri wa kiongozi wanawezaje kuwa na athari hasi au chanya katika uongozi aliyopo, katika nafasi ya kiongozi aliyopo, nafasi yoyote ambayo kiongozi anaweza akawa amepewa kusimama kuongoza watu, aidha ni taasisi au ni kanisa au ni serikali. Katika hiyo nafasi washauri ambao wanaweza akawa nao waliomzunguka wanawezaje kuathiri namna ya utendaji kazi wake? Ndio mada ambayo tutatembea nayo siku hii ya leo. Kama ambavyo nimetoka kukutambulisha hapa ya kwamba sitakuwa peke yangu, nipo na wachambuzi hapa wawili ambao tumeendelea kuwa nao katika mfululizo wa vipindi hivi. Niko na Apostle Alfayo pamoja na mwalimu hapa ambaye wataendelea kuchambua mada hiyo ambayo iko mezani. Lakini pia ndugu mtazamaji, tunakukaribisha katika sehemu ya maoni, comment ambayo unaweza ukachangia kitu chochote. Mada tayari iko mezani hapo, unaweza ukaandika chochote kulingana na kile ambacho unaelewa. Tunakaribisha sana, tutafurahi kuona comment yako. Nianze moja kwa moja na Apostle. Katika masuala ya uongozi, tunatambua kwamba kiongozi ni mtu ambaye amewekwa mbele ya watu kwa ajili ya kuongoza watu wengine. Na kipindi kilichopita ni Apostle pia alituambia kwamba kuna mambo kama 4 hivi ambayo kiongozi mwema anapaswa kuwa nayo. Akazungumzia swala la power, akazungumzia swala la influence kwa kiongozi. Haya mambo mawili kuhusu power, nguvu ile ya kimadaraka pamoja na nguvu ya ushawishi viko ndani ya kiongozi. Mimi ninaona kana kwamba ni vitu ambavyo vinamtosheleza kiongozi kubaki kuwa katika nafasi aliyopo. Sijui sana kama kuna ulazima wa yeye kuwa na washauri. Je, wewe Apostle, unaona kuna umuhimu wowote wa kiongozi kuwa na washauri katika uongozi wake? Ni swali zuri. Kiuhalisia kuna ulazima wa kiongozi kuwa na ushauri. Vipi? Unajua swala la uongozi ni swala pana sana. Hasa kiongozi ni sehemu nyeti ambayo inahusisha yeye kufanya maamuzi. Na katika kufanyaji wa maamuzi unaweza usimuhusishe yeye moja kwa moja. Yes. Kwa maana gani basi? Tukiangalia kwenye hali ya kawaida kuna kitu kinaitwa ugatuzi, kwa Kiingereza inaitwa devolution. Ni ugawaji wa madaraka. Ni system ama ni mfumo wa kiutawala unaogawa madaraka kutoka nafasi ya juu mpaka ya chini. Kwa hiyo inaitwa ugatuzi. Kwa hiyo katika hiyo tunaona sasa hata katika nchi yetu kuna mikoa, kuna wilaya, ndivyo, kuna tarafa, kuna kata na kuna mtaa. Kwa hiyo katika sehemu zote hizo kuna watu ambao wanafanya kazi. Ndio hao sasa tunaweza tukasema ni washauri ambao wanapeleka direct mambo fulani kutoka kwa rais, kwa sababu rais hawezi kufika sehemu yote. Rais ni mmoja. Hatuwezi kusema na rais wawili au watatu, pana. Rais ni mmoja.
hawezi kuwafikia watu wote, na ndio maana sasa nimekueleza katika system hiyo ya ugatuzi ama devolution kuna kutoka kuanzia chini mtaa mpaka sehemu ya mkoa. Ina maana yote hiyo ni kutafuta changamoto, maoni ya wananchi na kuyafikisha moja kwa moja kwa kiongozi ili sasa kuwasaidia hawa wanaoongoza. Kwa hiyo mimi kwangu ninaona kabisa kwamba rahisi kuwa na washauri ni jambo zuri kabisa na ni jambo jema na linafaa, of course. Yes, na sio tu katika hali ya kawaida, hata pia katika maandiko tunaona kabisa viongozi hata walikuwa na washauri, watu wanaowasaidia kufika katika hatima ambayo wanaielekea kiongozi. Kwa hiyo kuwa na washauri kiongozi ni jambo jema. Asante sana Apostle. Apostle ametueleza kwamba kuna maana au kuna umuhimu wa kiongozi kuwa na washauri. Kwa maelezo ya Apostle anasema wale washauri wanamsaidia katika ugawanyikaji wa madaraka au wa majukumu kwa kiongozi. Sema kwa upande wa ngazi ya rais, lakini pia kuna ngazi nyingine za maofisini. Ni nzuri na imekuwa ikitumika katika taasisi nyingi. Tunaona wanagawa majukumu ili kuweza kurahisisha kazi au utendaji kazi, kwamba kiongozi akisimama kama peke yake wakati mwingine mambo yanaweza yakawa mengi yakamlemea, shindwa kufanya majukumu yake vizuri. Lakini kama atapata washauri wa kuweza kumshauri katika maeneo yake, hawa washauri pia Apostle anatuambia ndio wale wasaidizi wake, wasaidizi ambao yuko pamoja nao katika timu katika kuyatimiza majukumu ambayo anakuwa amepewa na kampuni au serikali au taasisi ambayo yuko anaitumikia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na washauri hawa ambao ndio wasaidizi wa kiongozi katika taasisi. Asante sana Apostle. Na kwa nyongeza hapo ni kwamba hao wasaidizi ni watu ambao wanatoa tu information toka chini ili kumfikia kiongozi aweze, kwa sababu hawezi kujigawa sehemu zote. Yes. Kwa hiyo ni kama coordination. Kwa hiyo wanatoa information chini, wanapeleka juu sasa ili zimfikie kiongozi. Yes, wanamsaidia katika kupata information sahihi ili sasa kuzitendea kazi kwa ajili ya kuwasaidia hawa wanaowaongoza. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana. Apostle alikuwa anajaribu kuongezea hapo mambo kadha wa kadha, iwe umuhimu mzuri kabisa wa kiongozi kuwa na wasaidizi hao, kusaidiana majukumu. Kiongozi lazima apate watu ambao wanaweza kumsaidia majukumu kulingana na utendaji kazi ambao yuko nao. Kiongozi yule wa juu anaweza kawa na wale wengine wa chini, na hao pia wanaweza kutumika kama washauri kwa ajili ya kumshauri mambo kadha wa kadha katika uongozi wake. Asante sana Apostle. Naomba nirudi hapa kwa mwalimu. Kama kiongozi huyu anaweza kuwa na washauri katika uongozi wake katika nafasi ambayo anakuwa amepewa, hawa washauri je, wanaweza tu wakashauri lolote chochote as long as wameshapata nafasi ya kuwa karibu na yeye, as long as tayari ni watu wake amewaweka karibu? Je, wanapaswa tu kushauri lolote chochote, au kunapaswa kuwa kuna mipaka fulani kati ya kiongozi na washauri wake katika utolewaji wa huo ushauri au utendaji kazi wake? Na binafsi nafikiri kwamba kiongozi, kwanza tuzungumzie kuhusu kiongozi. Kiongozi anaweza kuwa ni kiongozi wa serikali, kwa mfano mkuu wa mkoa ni kiongozi kwenye eneo lake la kiutawala, lakini pia ukizungumzia waziri, kwa mfano waziri wa afya, naye pia ni kiongozi kwenye wizara, kapewa dhamana ya kuwa kiongozi kwenye wizara ya afya. Lakini pia kwenye mpira napo pia kuna viongozi wako pia hapo. Viongozi si tu wa kiserikali, viongozi wana mawanda mapana. Mbali na kwenye mipira, hata ukienda kwenye kampuni pia kuna viongozi pia. Kwa hivyo tukisema kiongozi anapaswa kushauri kila kitu, tutakuwa tunakosea. Kwa mfano kiongozi anapaswa kushauri, washauri wa kiongozi wanapaswa kumshauri kiongozi kwa kila kitu, tutakuwa tunakosea. Tutakuwa tunakosea kwa sababu kiongozi wa mpira anahitaji kushauriwa kwenye mambo ya mpira. Kama wasaidizi wako hapo, lazima wajue wameajiriwa hapo kwa ajili ya kumshauri kiongozi mambo ya mpira. Kwa hiyo watahakikisha wanakuwa na maarifa ya kutosha kuhusu mpira ili wamsaidie kwenye hilo eneo husika. Waziri wa afya naye pia kama atakuwa na wasaidizi, basi mahususi kabisa watakuwa hapo kwa ajili ya kumsaidia waziri wa afya kwenye eneo hilo la afya. So rahisi waziri wa afya kupewa ushauri wa mambo ya ulinzi na usalama wa nchi wakati mwingine. Kama kuna mshauri wa aina hiyo, maana yake atakuwa anaenda nje na utaratibu wa kawaida. Kwa binafsi nafikiri
nafikiri mshauri anapaswa kuwa na mipaka kwenye ushauri wake husika. Lazima mshauri ajue kiongozi wake ni nani, majukumu yake ni yapi. Anapotaka kiongozi ushauri lazima ajue ni nini hasa kiongozi wake anakitaka. Kwa binafsi nafikiri kuna mipaka kwenye kutoa ushauri. Okay. Kwa hiyo katika kushauriwa au kushauriwa kwa kiongozi kuna mipaka. Kwamba kama ni kiongozi wa nafasi fulani au eneo fulani, ngazi fulani, anaweza asipokee mashauri yasiyohusiana na nafasi ambayo anaiongoza. Ndio, kwa sababu hayamsaidii kabisa kwenye nafasi yake. Okay. Labda nitoe mfano. Kwa mfano labda MD, labda daktari wa wilaya au daktari wa mkoa, kazi yake ni kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma wakati wote. Ikitokea mtu hawezi kabisa, akifika kwake anapata huduma. Sasa inapotokea changamoto yoyote, alafu washauri wake wakiwa hapo wakazungumzia mambo ya kilimo, la kwamba mkuu, sasa tuanze kufanya mambo ya kilimo. Sasa unaona kabisa kwa kweli ushauri utakuwa mzuri, lakini kwake hautakuwa sawa, tofauti na kama huo ushauri ukipelekwa kwa mtu wa kilimo au waziri wa kilimo wakati mwingine. Okay, asante sana mwalimu. Mwalimu alikuwa anajaribu kujibu swali ambalo nimejaribu kumuuliza kwa niaba ya wewe mtazamaji, kwamba swala la washauri kuwepo katika ngazi mbalimbali za uongozi, je, wanaruhusiwa kushauri kitu chochote tu? As long as wamepewa nafasi ya kuwa washauri, wanaruhusiwa tu kushauri kitu chochote, au kuna mipaka fulani ambayo wanapaswa kuwa nayo au kuwekewa ili kuweza kudhibiti muingiliano wa majukumu? Na mwalimu ametueleza vizuri kabisa kwamba kiongozi au washauri wanapaswa kuwa na mipaka, sio kila jambo wanapaswa kushauri. Nirudi kwa Apostle hapo. Apostle, kwenye mjumuiko wa watu wanasema kuna mambo mengi. Kwenye watu wengi kuna mambo mengi, ambacho ninaamini ni kwamba unaweza ukajizungushia washauri. Alright, ninaamini washauri hawa pia wanaweza wakawa wamechaguliwa na yule ambaye ametaka awashauri. Yaani kiongozi mwenyewe amechagua watu ili wafanye nini? Wamsaidie na waweze kumshauri kwa kuangalia vigezo vyake, labda elimu, uwezo, ili tu hakikishe kwamba yanaenda sawa. Lakini ndani ya watu wengi kuna mambo mengi. Mtu anaweza akaja tu na ushauri wake, amejisikia tu kutoa ushauri wake. Unajua watu wana perception tofauti, watu wana mitazamo tofauti. Yaani mtu anaweza akawa yuko nje ya mawazo ya kiongozi na tayari yupo kwenye cabinet ya ushauri. Sasa unamwambiaje kiongozi katika ule mchakato wa kuchagua washauri? Katika mchakato wa kuchagua washauri, unahisi ni vipaumbele gani kama kiongozi whatever kwenye nafasi yoyote ambayo anaweza akawepo, ambapo tunaweza tukasema hivi vinaweza vikawa ni common kwa kiongozi yoyote kuchagua wasaidizi wake? Ni sifa gani ambazo kama nilivyosema, nimetolea mfano hapo, kuna kitu kinaitwa devolution. Ni mfumo wa kiutawala unaogawa madaraka ya kiuamuzi toka juu mpaka hapo chini. Kwa hiyo sasa hapo kuna mambo mawili. Kuna uchaguzi wa kitaaluma, kwamba sasa rais anataka mtu ambaye anataka kumsaidia kwenye mambo ya uchumi. Obvious utatafuta mtaalamu wa mambo ya uchumi. Sasa kwenye characters za huyo mchumi anayechaguliwa sasa ni jambo jingine. Lakini rais anataka mchumi. Kwenye swala la afya kunaleta shida. Rais anataka sasa mtu ambaye atashughulika na mambo ya afya. Obvious atatafuta mtu wa kumsaidia, kwa sababu rais anakuwa, labda mfano nikutolee, rais hawezi kukava kila kitu. Hawezi kukava kila kitu. Rais anaweza akawa labda aliwahi kusomea ualimu. Sasa atataka mtu wa kumshauri mambo ya afya. Atataka mtu wa kumshauri mambo ya uchumi. Atataka mtu wa kumshauri mambo ya construction. Kwa hiyo atahitaji washauri na wasaidizi. Lakini sasa pia katika hapo kuchagua sasa, kuna mambo mengi. Unajua, sasa nitoe mifano miwili. Unajua, katika miaka ile ya 1939 nafikiri, wakati vita ya pili ya dunia iko inashamili sasa, Russia kulikuwa kuna kiongozi alikuwa ni prime minister wakati huo. Aliwahi kumuingiza rais wa Russia kwenye matatizo kwa ushauri. Alikwenda akaenda kufanya research ndogo, akajua kwamba wanaweza wakamtawala Finland. Ilikuwa ni Finland.
aliona wanaweza wakamtawala. Kwa hiyo akarudi kuja kumshauri rais. Yes, alikuwa anaitwa Bwana Motolov. Kwa hiyo alipoona kwamba anaweza kumshauri rais kwamba tuingie kwenye vita kupigana na Finland, na anafikiri huyu Bwana Motolov hakuwa na information ya kutosha kuhusu Finland. Yes, na matokeo yake sasa walipoingia katika vita na Finland, tunajua kilichotokea. Wale wasomaji wa history kwamba Russia iliingia katika historia ya kupigwa na taifa ambalo lilikuwa linaonekana liko dhaifu sana. Dhaifu sana. Kwa nini? Hakuwa na information ya kutosha, akaja moja kwa moja na ushauri kwa rais. Kwa hiyo pia kwa hilo swali lako, washauri wa rais wanaweza kumuingiza rais kwenye matatizo. You don't have research, hauna right ya kuzungumza, si ndivyo? Kwa hiyo mimi ninapenda kusema kwamba kwanza wawe wanafanya research ya kutosha, lakini wawe wamequalify kwenye hiyo field ambayo wanakwenda kumshauri rais. Kwa hiyo kwanza awe amequalified kwamba kama ni mchumi kweli kweli. Lakini cha pili, wawe wanafanya research ya tosha, ili sasa anaporudi kumshauri rais asimshauri tu kulingana na utashi wake, amshauri kulingana na research ambayo ameifanya ya kutosha. Na ndio maana nimetaka kuzungumza hapa kwamba hiyo itasaidia devolution, ugatuzi, kupata madaraka kutoka chini mpaka juu. Na maana atakuwa na information ya kutosha kutoka chini mpaka juu. Na maana anaporudi sasa kwa rais tayari amekusanya information ya kutosha. Yes, kwa hiyo tunaweza tukaona hivyo. Sasa tukuwa na research ni madhara makubwa sana. Tukuwa na research ya kutosha. Unaweza ukasema kwamba leo hii labda waziri wa viwanda anaweza akasema kwamba tujenge kiwanda cha magodoro. Tunatolea mfano. Si ndivyo? Lakini kumbe soko la magodoro ikawa hakuna. Tayari umeshaingiza hasara. Lakini unapokuwa na research ya kutosha, unapokuwa unafanya uchunguzi, upembuzi yakinifu kutosha kabisa, unapokwenda kwa kiongozi wa juu, hakikisha unakwenda na information ya kutosha ili kutokuingiza taasisi ama nchi kwenye hasara. Kwa hiyo mimi naweza tu kusema kwamba hawa washauri ama wasaidizi wa kiongozi yoyote wanaweza wakamuingiza kiongozi kwenye hasara. Hasara kama hawatakuwa makini na kazi zao wanaweza kuzifanya. Kwa hiyo niweze tu kusema kwamba inawezekana. Okay, asante sana Apostle. Nirudi kwa mwalimu hapa. Apostle alikuwa anatuelezea kwa ufupi kidogo kuhusiana na washauri, qualification za washauri. Kiongozi anapojaribu kuchagua washauri wake, nini hasa kizingatiwe? Na Apostle ametuambia swala la umakinifu. Unapopewa nafasi ya kuwa mshauri kwa kiongozi yoyote, swala la umakinifu linatakana sana, sababu kumbuka ushauri unaoenda kupeleka kwa kiongozi unakuja tena kuathiri watu wengi. Unapotoa ushauri kwa kiongozi fulani katika ngazi yoyote, ule ushauri hauishii tu kwa kiongozi. Matokeo yake au athari zake zinakuja kukumba jamii au watu wengi. Kwa hiyo ule ushauri au washauri, moja ya qualification ambayo kiongozi anapaswa kuizingatia sana ni kuchagua watu ambao wako intelligent, tutumie neno, wapo tayari na uwezo mkubwa kiasi ambacho kabisa yeye ana uhakika kwamba nikipata ushauri kutoka kwa huyu mtu, basi nina uhakika ule ushauri unaweza ukaleta manufaa katika uongozi au katika utendaji kazi wake. Kwa hiyo ni moja ya qualification ambayo Apostle ametupa kwamba ni muhimu sana kuzingatia ubora wa wale ambao wanachaguliwa kama washauri. Asante sana Apostle kwa majibu yako mazuri. Naomba nirudi hapa kwa mwalimu. Swali langu kwa mwalimu, kiongozi kutokana na washauri ambao amejizungushia, hawa watu sasa wakishakuwa tayari ni washauri katika nafasi mbalimbali, Apostle ametoka kutueleza kwamba, wewe pia umetoka kutueleza kwamba wanaweza kupanga katika ngazi tofauti. Mkuu wa wilaya akawa na washauri ambao wamemzunguka katika maeneo ya afya, maeneo ya kilimo, maeneo ya mbalimbali ili kuweza kukamilisha utendaji kazi wake. Nini madhara yake au nini matokeo yake ambayo ni chanya au hasi kwa upande ambao utapendelea kuongelea wewe, kwamba huyu mshauri umuhimu wake au madhara yake ya kuwepo pale katika hiyo nafasi ya kushauri anaweza akamwathirije kiongozi katika utendaji kazi wake? Ndio. Inawezekana kabisa kwa kiongozi aliyoko madarakani akawa na washauri na washauri hao wakamshauri vyema
kabisa na akafanyia kazi mashauri yao na akafanikiwa kabisa kwenye utawala wake. Lakini hiyo haimaanishi kwamba washauri wote wanaweza wakamshauri kiongozi na kiongozi akafanya vizuri, kwa sababu washauri wamegawanyika kwenye makundi makubwa mawili. Labda nizungumze na mtu anayetutizama sasa ili angalau apate picha kidogo. Wako washauri ambao wanapandikizwa na watu kwenye system wakati mwingine. Kwa mfano kama ni kwenye kampuni inafanya vizuri, imekamata masoko karibia nchi yote, wakati mwingine imevuka hata mipaka, sasa inauza nje ya nchi, na kampuni shindani au kampuni ambayo inashindana na hiyo kampuni sokoni, inawezekana kabisa ikawa inaumia kwa sababu haipati matokeo kama matokeo ya kampuni nyingine. Sasa kwa sababu haipati matokeo kama ya kampuni nyingine, nayo inataka ikae sokoni ifanye vizuri, bidhaa zake ziende kila mahali, ikiwezekana ndani ya nchi hata nje ya nchi. Kuna uwezekano hawa viongozi wakaweka mkakati kabisa wa makusudi kwa ajili ya kuzoofisha kampuni shindani. Na huu mkakati unaweza ukahusisha watu wakati mwingine, kwa natafuta watu wenye sifa wakati mwingine ambao watapelekwa kwenye kampuni husika. Kama ni fedha watapewa, wanaingia pale kama watenda kazi, lakini kwa kweli wako pale kwa kazi maalum. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha wanatoa mashauri ambayo hayafai wakati mwingine kwenye uongozi ulioko, kwa lengo tu la kuhakikisha kama viongozi wale watapokea ile mashauri, watayafanyia kazi, waanguke na kampuni ianguke, alafu wao wasimame kabisa. Ili ni kundi la kwanza la washauri ambao wanapandikizwa mahali na watu makusudi kabisa kwa lengo la kuhakikisha wanaangusha watu. Hivyo hata kwenye huduma makanisani kuna watu wanaingizwa wakati mwingine na watu kwa lengo la kwenda kuzoofisha taasisi fulani. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezra utaona hizi habari vizuri. Ukisoma kwenye kitabu cha Nehemia pia utaona hizi habari vizuri. Kina Sanibalati walikuwa hawapendi kuona kazi ya Mungu iliyokuwa inafanyika wakati huo, kwa sababu walikuwa hawapendi kuona kazi ya Mungu inafanyika. Wakasema sasa tunafanyaje kuhakikisha tunazoofisha hii kazi? Wakatumia kila njia. Baada ya kuona imeshindikana kabisa, wakaingiza watu kwa siri ndani ya kazi ya Mungu. Na kwa sababu waliingiza watu kwa siri, kazi zikaendelea. Na baadaye kwa sababu mtu aliingia kwa siri, akafanikiwa kuharibu kabisa kila kitu. Hata makuhani wakaacha kufanya kazi ambayo walikuwa wanafanya kwenye kazi ya Mungu kama ilivyokuwa mwanzo, kila kitu kikaribika. Lakini Atishaza Nehemia ambaye alikuwa liwali wakati ule na mnyweshaji wa mfalme pia, alipokuja akashangaa sana. Kilichofanya ashangae ni kwa sababu aliona adui yuko ndani. Akaanza kuhojiana na watu, imekuwaje mpaka huyu mtu ameingia humu ndani? Baadaye watu wakamweleza alichokifanya, akamtoa yule pandikizi ambaye alipandikizwa na kina Sanibalati, na baada ya hapo kazi ya Mungu ikaendelea tena. Kwa hiyo mtu alikuwa pale kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kazi inaharibika. Hilo ni kundi la kwanza la washauri pandikizi, au watu wanaopandikizwa mahali kwa lengo la kwenda kuharibu. Kwa ikitokea taasisi kapata watu wa aina hiyo, kuna uwezekano kweli kabisa kiongozi kuharibikiwa kwa sababu atakuwa anapewa mashauri mabaya. Lakini pia kuna washauri ambao ni watu wa kweli, hawana tabu kabisa, ni watu wanaochukia mapato ya uzalimu, ni watu ambao kwa kweli hawana shida kabisa. Ikitokea kiongozi akapata watu wa aina hiyo, mambo yake yanakwenda vizuri kabisa, hakuna shida. Sasa ni madhara gani sasa kiongozi anaweza akayapata kupitia ushauri kama atapata watu wa hovyo au watu waliopandikizwa wakati mwingine? Madhara yako mengi, labda mimi niseme madhara mawili kwa haraka. Zara la kwanza ni kuingiza nchi kwenye vita. Kama ni mfalme au rais wa nchi sasa amepata watu ambao wamepandikizwa kwenye eneo lake la utawala, na kama hata kwa makini akawachukua watu wakaingiza kwenye mifumo, kuna uwezekano hao watu wakamletea athari hasi. Athari gani? Ya kwanza ni kuingiza nchi kwenye vita. Labda nitoe mfano kidogo kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Na hapo kuna habari nzuri ambayo itasaidia mtu anayetuzama kupata picha pana kidogo. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 10 fungu la kwanza, na sura yote hiyo kwa ujumla wake inazungumzia mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Anuni. Anuni alikaa kwenye kiti baada ya mtangulizi wake kufariki, kwa sababu mfalme wa kwanza alifariki, akafuatia yeye akakaa kwenye kiti baada yake. Baada ya kukaa kwenye kiti, taratibu za mazishi zikaendelea za kiongozi ambaye alifia madarakani. Wakati taratibu za mazishi zinaendelea, mfalme Daudi akatuma watu kwenda kwa mfalme Hanuni kwa ajili ya kwenda kumfariji kwa sababu ya changamoto alizokuwa nazo, hata hiyo changamoto kubwa ya msiba ambayo ilikuwa imetokea kwenye nchi ya Amori, ambayo ndio nchi yake aliyokuwa anaiongoza. Baada ya Daudi kutuma wasaidizi wake waende wakamfariji Anuni, Anuni akakana washauri wake wakamwambia Anuni, huyu Daudi aliyetuma watu hapa kwetu, si kweli kwamba huyu mtu atakuwa na nia njema na taifa letu.
bila shaka watu waliowatuma kuja hapa wamekuja kuipeleleza nchi. Kwa hiyo ona jinsi utakavyo watenda hao watu. Kama utawaacha hao watu, lazima watatuletea shida. Asante sana mwalimu, alikuwa anatuelezea hapa kwa habari ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kama kiongozi atakuwa na washauri kwa namna hasi au chanya. Ametuelezea vizuri kabisa, na nipende tu kurudi kwa Apostle hapo kwa kumalizia. Tumeona mwalimu ametuelezea vizuri kabisa kwamba uwepo wa washauri katika nafasi ya uongozi wa mtu fulani unaweza ukamletea madhara hasi au chanya. Sasa Apostle, je, hili swala la mtu kuwa na washauri linaweza ikawa ni udhaifu au inasaidia katika uimara wake? Well, mtu kiongozi kuwa na washauri haimaanishi ni udhaifu, bali inaimarisha utawala wake. Okay. Yes, cha msingi tu ni kwamba endapo atakuwa anapata the right information kutoka kwa hao viongozi. Mimi nitajikita hapo kwenye information. Kwa sababu information ndio inaweza ikadisrupt kila kitu. Inaweza ikaleta shida kila kitu. Kwa hiyo kama atapata information, nimetoka kutoa mfano wa miaka ile ya 1939 kwenye vita ya dunia. Yes, iliingiza Urusi kwenye shida kwa sababu ya information. Molotov alimpa information rais ambayo haikuwa sawa sawa. Lakini pia kwenye Biblia kwa kuna kiongozi mmoja aliitwa Musa. Musa aliwahi kutuma wasaidizi wake kwenda kupeleleza mji fulani. Yes, anaenda kupeleleza mji fulani. Wale viongozi waliporudi, wengi walikuja na wrong information. Walikuja na information, walikuwa wanataka kuinformation. Kwa hiyo wengine wakasema bwana, kule tumeona 1 2 3, lakini wapo vijana wawili wanaitwa Yoshua na Caleb. Wao walitoa the right information, kumjenga kiongozi, kumtia moyo kiongozi kwamba ile nchi ni nzuri. Ile nchi tayari Bwana ametupa. Kwa hiyo walipeleka right information. Kwa hiyo mimi nitajikita sana kwenye information. Ndipo atapata information nzuri wanaomzunguka kiongozi. Kwa hiyo lakini pia jambo jingine ni uadilifu. Najua tuko katika kizazi ambacho information zinatembea kwa haraka zaidi. Yes, information inatembea kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kiongozi, mshauri wa rais yoyote anaweza akaingiwa na namna fulani tu akaamua kummislead kiongozi, akampelekea wrong information. Yes, kumpeleka alikuwa anakwenda mashariki, sehemu ambayo ni sahihi, akaamua kumletea information ikaanza kumpeleka magharibi. Kwa hiyo mimi nitajikita hapo kwenye information. Rais ili awe strong katika uongozi wake, awe strong, anahitaji wasaidizi. Lakini wasaidizi ambao watakuwa na nini? Uadilifu, lakini pia watapeleka right information. Right information ya kutoka kwa chini kumfikia rais. Right information, constructive information, taarifa ya kujenga. Kwa sababu leo tunaongea na watu hapa ambao watakuja kuwa washauri wa viongozi mbalimbali. Mimi sisemi tu kwenye sehemu ya urais, lakini kuna marais wa makampuni, kuna wakurugenzi, CEO. Kwa hiyo mtu ambaye unaweza ukapata hiyo nafasi yoyote, uwe na uhakika information unayoipeleka kwa kiongozi haimislead, haimtoi katika lengo la kujenga. Hakikisha kwamba information ambayo utaipeleka itakuwa ni constructive, lakini information itakuwa ni right, sahihi, information sahihi. Lakini pia zingatia uadilifu. Kwa hiyo sio tu kwa matakwa yako binafsi ukaamua kupeleka wrong information kwa kiongozi, ili kumtoa katika lengo. Yes, uadilifu, lakini kupeleka right information kwa kiongozi. Yes, nafikiri si udhaifu, ni strength kwa kiongozi. Asante sana Apostle. Swali letu lilikuwa linauliza kwamba kiongozi kuwa na washauri, je, ni udhaifu au inaweza ikawa na manufaa yoyote katika uongozi wake? Na Apostle ametupa maelezo kwamba kuwa na washauri sio udhaifu, kama ambavyo mtu anaweza kadhani kujizungushia watu kushauriwa. Unajua Apostle au mwalimu, kuna watu ukweli kwenye maisha yao hawapendi ushauri. Wao wako straight na maamuzi yao. Anachotaka ndicho kiwe. Kwa hiyo hilo swali, na huo ndio udhaifu sasa. Yes, hilo swali pia lipo kwa ajili ya wale ambao kiukweli hawapendi kuwa na washauri. Hapa tunazungumzia hata ambaye sio kiongozi sasa. Kwenye maisha yake yeye yani hapendi ushauri. Unamwambia bwana, hiki ni kitu wrong, just do this. Anaona kama vile hiyo ni weakness kwa kiongozi. Uko juu unataka kuingilia mambo yake. Sasa kwenye maisha ni vizuri sana, tena katika nafasi ya uongozi ni vizuri sana kuwa na watu
ambao wanaweza kukushauri, kwa sababu you don't know, hauwezi kuwa unajua kila kitu. Lazima utahitaji watu ambao wana vitu, tunaishi kwa kutegemeana. Huwezi kuwa unaelewa mambo yote hata kama wewe ni kiongozi. Still you need people ambao wanaweza wakaja na kukushauri mambo ambayo ni ya msingi. Hata kama una vision, hata kama una uwezo mkubwa kiasi gani, still we do believe kwamba kuna vitu ambavyo watu wako ambao unawaongoza wanaweza kuwa wanajua kuliko ambavyo wewe unafahamu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na washauri, iwe ni kwa kiongozi, hata katika maisha yetu pia. Ni vizuri sana kuwa na watu ambao wanaweza wakasema go there, rudi hapa, fanya kile, usifanye kile. Ni vizuri sana katika maisha yetu. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi hapa. Umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo tulipoanza kipindi hiki. Mada yetu ya siku ya leo inasema kwamba je, washauri waliopo katika uongozi wa mtu fulani, katika nafasi ya uongozi wa mtu fulani, je, wanawezaje kuleta athari hasi au chana? Na tumepata ufafanuzi kutoka kwa wachambuzi wetu hapa. Wametuelezea mambo mengi na mazuri kabisa, na nimeendelea kukuomba kusikiliza, tuandike komenti yako hapo kulingana na mada ambayo tayari iko mezani. Ni hapa Edi TV. Na kwa kumalizia nirudi hapa kwa Apostle, kulingana na yote ambayo tumeongea, ninajua unao ushauri au rai ambao unaweza kaitoa kwa viongozi na washauri. Kuna watu hapa tayari ni viongozi wanatufuatilia, na kuna watu ambao tayari ni washauri katika nafasi fulani ambao wamepewa na viongozi wao, na kuna watu watakuja kuwa katika nafasi za uongozi na watakuja kuwa washauri. Nini ambacho unapenda kuwashauri katika uhusiano baina ya washauri na viongozi wao? Nataka kuwepo na uhusiano fulani ili mambo yaweze kwenda. Nini rai yako kwa ajili ya hawa watu? Well, rai yangu kwa kiongozi yoyote ambaye yuko katika nafasi fulani na hawa sasa ambao wanamsaidia, wanamshauri kwa namna moja au nyingine. Nafikiri nitaanza na kiongozi. Kiongozi lazima uwe na weredi wa kuchambua. Lazima uwe na weredi wa kuchagua kitu gani unacholetewa. Unacholetewa, unachagua pumba na mchele. Yes, lazima uwe na weredi, kwa sababu utapata information nyingi. Unapokaa kwenye kiti, information zinakuja nyingi. Information mbalimbali zinakuja nyingi. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuchambua pumba na mchele kwa ajili ya kujenga zaidi. Lakini rai yangu kwa hawa wanaomsaidia sasa, sitatoka nje sana, ni kuhakikisha kwamba wanakuwa competitive kwenye kutafuta research. Kwenye kufanya research. Hicho ndio kitu ambacho nasisitiza, kwamba hawa watu wanaomsaidia kiongozi au yoyote wawe wako active kwenye kupata information, lakini kwenye kufanya research. Research ndio inamfanya mtu apate information. Yes, the right information. Kwa hiyo kwenye research, wakijikita kufanya research ya kutosha, watapata information ya kutosha, lakini watampelekea kiongozi wao hiyo information yenye kujenga, yenye kuinua na yenye kustawisha mustakabali wa taasisi ama nchi kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba mtu yeyote ambaye amekaa kwenye nafasi lazima awe anapokea information right, lakini anaweza kuchambua. Lakini hawa sasa wanaomsaidia wajitahidi sana kufanya research ya kutosha ili wapate sasa right information, constructive information, ili kujenga sasa kama ni taasisi ama ni nchi. Nafikiri ni hayo tu kwangu, naweza nikashauri kwa namna moja au nyingine. Asante sana Apostle. Nashukuru kwa ajili ya hiyo rai ambayo ameitoa au ushauri kwa viongozi na washauri pia katika nafasi za uongozi. Amezungumza kwa habari ya weledi wa kiongozi, uwezo wa utashi wa kutambua kipi ni sahihi na kipi ambacho sio sahihi. Yani bado narudi pale kwamba kwenye wengi kuna mengi. Mtu anaweza kawa the best kwa namna moja, lakini akatumiwa kukuletea ushauri ambao sio sahihi kwa namna nyingine. Kwa hiyo kiongozi inabidi awe active sana kwenye kuelewa na kuchambua kwamba kipi ni sahihi kwake na kipi ambacho sio sahihi kwake, hasa anapoletewa ushauri. Lakini kwa washauri, wanashauriwa kwamba waendelee kuwa wazuri katika kutafuta information, right information. Watu wafanye research. Unapopeleka mashauri yako kwa kiongozi, basi peleka kile kitu ambacho una uhakika nacho, ili isije kaita distraction kwa kiongozi.